Bwana asifiwe sana. Mfano huu wa bwana wa shamba. Bwana wa shamba ni wewe na mimi. Bwana wa shamba amelima shamba, amepanda ngano. Sawa? Na wale wakulima mnaelewa. Ngano na magugu zinalingana. Sio tunatoka jamii ya kulima. Au tunaweza kuchukua mfano, mpunga na magugu yanalingana. Sasa ameshalima tayari, amepanda. Wafanyakazi wanaenda kumwambia, "Mheshimiwa, mbona ulipanda ngano, magugu yametoka wapi?" Akasema, "Adui ndiyo alifanya hivi." Wale wafanyakazi wanaendelea tena kumgaza, "Bwana, kama ndivyo, twende tukayang'oe tuyatupe." Lakini akasema, yaacheni ngano na magugu yakuwe pamoja mpaka wakati wa mavuno." Yaani ikifika wakati wa mavuno utajua kabisa hii ngano ili gugu. Kwa sababu ngugu haliweki matunda. Ngano linachanua ngano kama mpunga. Utaona ngano mpunga na lile unaliona linanenepa tu. Unasema hili ndio gugu, unalikata kwenda kulitupa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yake nini mfano huu ndani ya kanisa? Ni kwamba wewe na mimi kuna ngano na gugu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ngano na gugu. Lakini Yesu anasema yaacheni kwa pamoja hata wakati wa mavuno. Jambo ni kwamba hivi katika kanisa hakuna watu wakasema mimi ni mtakatifu. Haleluya. Na maana akasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Huyu Yesu alikufa kwa ajili yetu, tunafanya Mungu. Lakini Yesu anataka sisi tudumu katika kutubu na kuomba dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza kaja tena nikasema kwa mfano. Si mfano ule. Nakuja kwenye kwaya. Kwaya mnaimba vizuri. Lakini hapa anaweza kujitokeza mmoja, ana sauti yake nzuri na sauti. Baada ya kumbetana na kwaya, mimi neno siendi. Mimi nasikia. Kwa nini hapo ngano gugu? Tunisane. Ngano gugu. Kwa sababu Mungu kakupa sauti nzuri. Umuimbie. Wewe ndugu za mtani anasema unanata. Haleluya. Hiyo ngano gugu. Inachotakiwa imba kama sauti Mungu alivyokupa. Mtukuze Mungu kwa sababu anakupa Mungu. Unavyolingalinga wewe si sauti ya Mungu anaweza kaikausha sauti. Akasema. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tunakuja kwenye familia. Si ndio? Tuna familia, tuna watoto 3, 4, 5. Lakini katika wale watoto wale, wazazi mnajua ngano na gugu. Kweli si kweli? Kuna mwingine anasema neno singachika. Hilo ngano gugu hilo. Lakini si mtoto wako unaenda naye. Ndio Yesu anataka. Na Mungu ndivyo anataka nani? Ya kanisa. Tukienda kwenye familia sasa. Sisi tuliooa na tulioolewa. Si ndio? Utakuta hapo napo kuna ngunu, ngano na gugu. Ni kwamba utakuta mzee akifika nyumbani tu watoto wanakimbia mwende kulala. Baba kaja kwa hiyo. Yono amelala. Hilo gugu gani? Unapo mtoto wako atakimbia vipi? Haleluya. Mtoto wako atakimbia vipi? Ambaye mtoto anataka kae wewe ongea naye apate mavazi ya baba yake na mama yake. Lakini ukisikia tu wamelala. Wewe si siko unaongea wameshalala. Angalia saa ngapi? Lakini unajua nini? Gugu. Analikimbia watoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, tukija kwa sisi wa mama sasa. Simwacha baba. Huko baba kwa mama huko. Utamkuta bwana mama wewe anaongea katika hali. Mzee amepiga hiyo ngumu. Baba mwisho na mama nikanywe kahawa. Unampeleka kwenye kahawa wakati unataka kwenye kahawa. Kwa sababu wewe kuonyesha mapenzi yako, mzee kafika, habari za kazini, kumekuaje? Kuna hiki kilitoa kweli? Hakuna. Wewe kufika tu umefungua redio. Bwana Yesu asifiwe. Gugu sio ngani. Gugu. Yaani tafadhali katika maisha tunaishi. Yaani unaweza kukuta unaishi kumbe wewe ni gugu. Lakini leo Mungu huruma zake anatuambia tuangalie maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Tuangalie hizo, lakini akina mama nasema hivi, msije kusema kwa wazee. Yeye nasema hivi, msije
kafika nyumbani, leo mchungaji kasema gugu na ngara. Wewe baba gugu, kitao shauri yako, hivi sio. Lakini mimi nakwambia mama kuna gugu na ngara. Bwana Yesu asifiwe. Na muulize mwenzie, wewe gugu ngara? Anasema anasema gugu. Kama asema gugu. Haleluya kweli. Basi ndio maisha kanisa. Mungu alibariki neno lake jamani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.